Sweetheart, karibu leo tujifunze kubake fruit cake. Ni tamu sana. Twende pamoja. Basi nilianza na kuandaa matunda yangu. Nilichemsha kiasi, kisha maji yalipokauka niliweka unga kama unavyoona hapo, ili baadaye nitapokuja kuweka kwenye mkorogo wangu haya matunda yasije yakaenda chini sana ya keki. Yanapendeza yawe katikati ya keki. Kwa baada ya hapo nikaandaa bata yangu pamoja na ghee kidogo ama inaitwa samli kiasi, kisha na sukari yangu nilikuja nikapima pia nikaweka. Kwa hiyo baada ya hapo nikaja nikapima na mayai yangu kama unavyoona hapo, niliweka mayai, nitumia mayai 4, na hapo kila kitu changu nilikuwa nimeshapima: unga, butter, hizo ni flavor ambazo nitakayotumia. Kama pale niliona kwenye hiyo butter nimeweka something black, hiyo inaitwa black ya, kwa sababu kwenye recipe hii inahitaji utumie brown sugar. Kwa mimi siko na ile brown sugar, kwa nilichokifanya niliweka hiyo black jar kama mnavyoona hapo kwenye hiyo video pale kwenye bakuli hiyo nyeusi, inaitwa ni black jar. Kwa baada ya hapo nilianza kusaga, ama hii kwa Kiingereza wanaita creamy method, paka ilainike kabisa iwe fluffy. Kisha baada ya hapo nikuja nikaweka mayai yangu yote. Niliweka yai la kwanza, baadaye nikaweka mayai yote ili iweze kusagika vizuri kabisa. Then nikaja nikaweka na unga. Hapo unaona bata yangu imeshalainika pamoja na mayai, very high speed. Yes, very nice, very cute. So baada ya hapo nikaja nikaweka unga wangu ambao nilikuwa nimekushaweka baking powder. Kwa baada ya hapo kila kitu kinasagika vizuri. Just use a normal speed, ama kama uwezi kucontrol your speed unaweza kutumia your spatula. Kama hapo najaribu kusogeza vizuri, just use your spatula, haina shida kabisa. Hii keki iko very very fast. It's one of the inaitwa ni simple fruit cake, ila ni tamu sana. Ukijaribu utanipa mrejesho hapo chini. Basi baada hapo nikaja kuweka flavor zangu. Nilitumia caramel pamoja na butter. So unaweza kuweka fruit cake flavors ya wewe unayohitaji, ama unaweza kuweka vanilla kulingana na mazingira ulionayo. Basi hapo mkorogo wangu uko tayari kwa ajili ya kuweka matunda. Kwa hapo najaribu kuchanganya vizuri, kuhakikisha kwamba unga umechanganyika vizuri. Hakikisha kwamba usagi sana. Yes, kwa baada ya kuweka matunda yangu pia saga kama dakika 1-2. Usichanganye sana, kwa sababu utakuta sana matunda yale unayaweka sana chini, lakini pia keki ina sansi kubwa mno. Kwa ukikosea kitu kidogo, ukiexceed chochote, ukizidisha, ukipunguza, keki yako inaweza isitoke vizuri. Kwa mkorogo wangu mimi niliweza kupata 1 kg, ambayo hii ukija baadaye kubeki itapungua kama gramu 900 na kitu, lakini ni mkorogo mwingi sana. Kwa baada ya hapo tuenda kubake kwa dakika kadhaa. I think nilitumia 1 hour hivi, ama dakika 55 mpaka dakika 60. Huwa inatosha, na keki yetu kama mnavyoona hapo ipo tayari kwa kuliwa. Imeiva vizuri. It is brown kwa sababu tumetumia brown ingredients, ambao keki yetu imekuwa brown. Kwa hapo naenda kuiacha ipoe kidogo, kisha baadaye utaweza kuitoa kwenye chombo chako. Hapo ni ya moto. Ukitoa sasa hivi haitatoka vizuri, yani ukitoa ikiwa ya moto, so you need kusubiri ipoe kabisa. Kwa baada hapo, ili ilikuwa ni siku ya pili, na hii keki siku ile mwenyewe nilienda nayo mahali, kwa hiyo nikaikata kama hivyo ili nishare na watu wengine. Kama mnavyoona inapendeza. Hii keki ni tamu sana. Jaribuni sana na mnipe mrejesho. Imechambuka na inapendeza. Thank you for watching. Thank you and welcome for next time. Bye.